Kwa tetesi zilizopo, kocha wa Yanga ametoa ripoti yake, ameomba kupatiwa kiungo namba 10, ameomba kupatiwa winga wa pembeni, lakini pia ameomba kupatiwa mchezaji anayecheza namba 6, amini kiungo mkabaji, ili atakayepatikana akifiti katika mfumo wake kama anavyotaka yeye, ina maana Duka Buya atacheza namba 10, Pacome Pedro Duzo atacheza mbavu moja, alafu mbavu nyingine atacheza mchezaji mwingine ambaye anakuja wakati huo. Kumbuka kuna Prince Mpomelo Dube, lakini pia kuna Clement Mzizi ambaye mwalimu bado hajabahatika kumuona, lakini Mungu akimpa afya na uzima tele akarudi akiwa katika ubora wake ule ule, anaweza akaingia kwenye kikosi hichi moja kwa moja. Na mwalimu inawezekana pia mbavu ya pembeni anayotaka kuiomba akaendelea kuwavumilia hao waliopo kinayekuwa na wengine mbalimbali. Sasa kwa mantiki hiyo, Luis Jose Miquissone pamoja na Morris Abraham, hawa ni wachezaji ambao almost wanafanya vitu vinavyofanana na wana uwezo wa kucheza namba zote hizo mbili, ya pembeni pamoja na namba 10. Lakini pia wote wanaweza wakampa mwalimu kile anachokihitaji. Ila kwangu mimi, kama Yanga wangekuwa na uwezo wa kumpata Morris Abraham, ingekuwa ni option nzuri zaidi kwa sababu ya mambo makubwa mawili. Kwanza ni mzawa, hana mambo mengi. Yaani haviangalii vigezo vingi kwamba nani atoke ili aingie. Lakini pia ni mdogo kiumri ukilinganisha na Luis Jose Miquissone ambaye alishakuja akafanya vitu bora, lakini akashuka kidogo na akaondoka baada ya kwenda Uarabuni Ahly, akaenda akapata game time ya kutosha, kiwango kikashuka, wakamrudisha akarudi Simba, lakini hakuweza kupata kile ambacho kinastahili, basi akarudi kwao kwenda kujitafuta. Na kwa nilivyomfuatilia, of course, kwa muda ambao nafuatilia ligi ya Mozambique, anafanya vizuri sana, sio? Anaonyesha kiwango kikubwa. Tani kuna game kama 2 nimeziangalia dakika zisizopungua 70, zote 2 tofauti. Nimemwona Luis Jose Miquissone yule ambaye wana Simba walikuwa wamembeba katika mioyo yao. Mwepesi, ana pesa, anapiga pasi, anafunga, anafanya kila kitu ambacho kiungo mshambuliaji anatakiwa kufanya. Kwa hiyo akiwa katika ubora huo na akaja akadisplay performance, kumbuka advantage ya Luis Jose Miquissone akija Tanzania hana mazingira ya kuzoea kwa sababu tayari ameshakaa muda mrefu, mazingira anayajua, ligi anaijua, na kuja kama anaingia kwenye kosi moja kwa moja. Lakini kwangu mimi bado preferable ama namba ambayo naona kwamba ni sahihi kama wakiweza kupambana kupata saini yake, basi ni Morris Abraham. Japokuwa nilinukuliwa kipindi fulani nikisema Januari hii, dirisha hili dogo, inawezekana tukamwona Elie Mpanzu akiwa amevaa kijani na njano. Inawezekana. Kama sio Januari basi msimu unaokuja atakuwa Jangwani. Hiyo nina uhakika nayo. Wala sio swala la kuzungusha sana, leo nina uhakika nao. Tatizo moja kubwa tabaki pale pale tu, kwamba kwa nini Yanga wanachukua wachezaji hao wote? Nani ataondoka, nani atampisha mchezaji wote wa kigeni atakayekuja? Kumbuka Dumbia, Ekua, Lassine Koma, alafu kuna Andy Boyle. Hawa wachezaji 4 lazima wachezaji 2 hapa waondoke. Lazima wachezaji 2 hapa waondoke ili waweze kupisha maingizo mapya mengine ya kigeni 2. Ni nani katika hawa 2 mwalimu ataamua? Inawezekana ni striker Boyle pamoja na Dumbia kiungo, inawezekana. Ndio maana mwalimu anataka kiungo mwingine kwa sababu viungo waliopo haoni wanampa anachotaka. Lakini kwangu mimi bado sijamkatia tamaa mtu kama Yasin Koma, lakini pia sijamkatia tamaa mtu kama Ekua, japokuwa bado hawa display kile ambacho kinatakiwa ku display, inaonyesha kwa performance yake katika ubora wake. Lakini kwa nini Yanga wanawahitaji hao wachezaji? Mwalimu anahitaji kuwa na depth kwenye kikosi chake, mawanda mapana ya kupata wachezaji. Benchi lile limeshamiri, unatoa mtu unaingiza mtu. Lakini sasa hivi Yanga wakiwa na first 11, ukigao kwenye benchi kuna vitu ambavyo wanavimiss. Kumbuka wakati huo Yao Kwasi Ataula Jeshi anarudi Januari. Kama akiwa na ubora wake ule, unaweza ukaona Yasin Koma, yani Yao Kwasi yuko ndani, nje kuna Israel Mwenda. Ndani moto, nje moto. Mboga moto, ugali moto. Ukija upande wa pili kule kuna Shedrack Boka na Shabalala Zimbwe. Vile ndani moto, nje moto. Ukija kwenye backline hapa kuna Dickson Jobu Baka, kuna Mwamnyeto, kuna Asinki. Wote ni kaliba ile, ndani moto, nje moto.
Kuja kwenye midfield hapa namba 6 ndo tatizo la Yanga lilipo. Japokuwa ndugu yangu kutoka Kenya ameonyesha ukomavu mkubwa sana kucheza katika ile namba, bado mwalimu anahitaji kupata kitu zaidi, kwa sababu anajua akimtumia Duka Abuya kwenye namba 10 atapata faida nyingi sana na atamsukuma katika eneo la ushamba, sababu ana uwezo wa kupiga cross, ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, ana uwezo kumpa mwalimu vitu vingi sana. Kumbuka tunamzungumzia mtu kama Pacome Pedro Zouzoua ambaye atakuwa anatokea pembeni. Kumbuka upande ule ule anatokea pia kuna mtu kama Edmund John, kuna mtu kama Frank Chikola au Chikola, kuna mtu kama anaitwa nani, Clement Mzize, sawa sawa. Ukija huku kuna Ekua, ukija huku kuna watu kama wakina Maxim pia Nzengeli, sawa sawa. Hapa kwenye shimo una mtoto kutoka Mbeya, Charlie Champion, Ndambwile, alafu una Balakonte, sawa. Lakini kuna Mudathiri haya basi, kuna Duka Ogabuye. Hapo katikati yani kwenye midfield hiyo kuna kosekana midfield fulani vikatili namba 6 ambaye ana uwezo wa kuikata timu akaigawa ikawa juu na chini, akawa anaweza kuilinki timu ya juu na timu ya chini. Tunakosa vitu kama hivyo. Ni kwa sababu gani Yanga wanaonekana kama wakosa kitu kama hicho? Kwa sababu kuna spirit aliyozoea kutoka kwa mtu kama nani huyu Ali Aucho, alikuwa na uwezo wa kuiconnect timu ya juu na ya chini. Kwa hiyo mwisho wa siku katika mambo yote yanayofanyika ni hali ya kuonyesha kwamba namna gani ambavyo uimara unakwenda kujengeka na namna gani ambavyo vitu vinaendelea. Lakini mimi niseme tu kama kweli akifanikiwa kupata hao wachezaji wawili, kuna namna ambavyo Yanga inakwenda kuwa hatari sana, hasa katika ligi yetu ya ndani. Kwa hapa ilipo hakuna klabu bora na hatari katika ardhi ya Tanzania as we speak right now kama Yanga Africa. Hakuna. Na hii wala sitaki kutumia nguvu kubwa sana. Anayeweza yote kubishana juu ya hilo aje na fact mezani tuzungumze. Yaani sitaki wale ambao ni wachambuzi uchwara, wale ambao wanazungumza kwa mihemko na hisia mbalimbali. Nataka mtu mwenye facts za mpira aje tuzungumze na tubishane kwa hoja. Ubora naoona mimi uko wapi, uimara naoona mimi uko wapi. Alafu kutokea hapo tutafika sehemu na tutafanya jambo. Yanga wanatamani kumuona Simba akiteseka kila wakati. Na ndio maana wanaangalia wapi ambapo kuna roho ya Simba sasa hivi. Wapinza yani mashabiki wao wanavutiwa na nani? Kwa pale ambapo wanapovutiwa napo ndipo ambapo Yanga anakwenda kugusa, ili mradi tu kuwaumiza na kuendelea kuwanyanyasa. Kumbuka Simba amefungwa, hii ni mara ya 6 mfululizo na tunapokwenda, chukua haya maneno yangu, nikiongelea mara nyingi watu wanaona kama ninaweka mambo mengi sana kichwani, lakini mechi ya mwezi wa 3 Simba anafungwa tena sio chini ya goli 3. Na anaweza akafungwa wakati Mpanzo amevaa jezi ya kijani. Hutaamini ya maneno ninayokuambia. Na hichi ninachokuambia sio tu ni kitu ambacho nakizungumza kwa sababu ya hisia na kueleza uhalisia wa mpira ulivyo. Simba hii kama iliweza kushindwa kumfunga Yanga kiungo akiwa Ndambwile kwenye benchi la ufundi akiwa Romain Folz, kocha huyu aliyepo sasa hivi, Simba na wakati mgumu sana. Simba atapata wakati mgumu sana. Na bado sijajua mechi ni ya Yanga au ni ya Simba. Nani ambaye atakuwa ugenini? Atakuwa ni mwenyeji. Yanga atakuwa ni mwenyeji. Kama Yanga atakuwa ni mwenyeji, tunavuka maji. Tunavuka maji. Enda kucheza New Amani Complex. Uwanja ambao Yanga amesimika ufalme wake. Na niamini maneno yangu, ukiona dabi ya Kariakoo imevushwa maji, ujue Simba anakwenda kuteketea. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.